Mpenzi mtazamaji, ujambo na karibu katika chaneli yetu. Leo hii katika maeneo ya Siaya County, sub-county ya Bondo, mahali ambapo rais alienda kuzindua miradi kadhaa ikiwemo vijana na mambo ya teknolojia. Leo hii nataka kuona yale ambayo ilifanyika eneo hiyo, na karibu sana katika chaneli yetu. Ni siku ambao ilikuwa na furaha tele aswa katika asubuhi ya leo, wakati ambao Rais William Ruto na kikosi chake kiwemo ministers na CS waliasili maeneo ya Bondo. Rais William alikaribishwa na wakubwa wa ODM kiwemo party leader ambaye ni youth leader Dr. Oburu Odinga, Gladys Wanga, Opiyo Wandayi na wengineo, pale makaribisho inapoendelea na furaha tele tele. Ikiwa hii ni mara yako ya kwanza kutazama video kama hii, tunakukaribisha na tunakuomba ya kwamba uweze kusubscribe, share, like, comment so that we can be able to interact together. Kwa wale ambao ni members, tunasema asante sana kwa kuchagua Minara TV. Pamoja tunasonga mbele tukiwa pamoja. Mimi nataka niwaeleze maneno ya ICT, sekta ya the digital economy, digital commerce, digital learning. Hiyo sehemu yote iko na nafasi kubwa sana ya vijana wa taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwaeleze vijana, Bondo hoye! Vijana, nataka munisikize kwa makini. Kwanza wale mmesimama, tafadhali kama uko na kiti, keti chini kidogo, keti chini kidogo. Wale mmesimama, ketini. Asante sana. Nataka munisikize kwa makini. Sikizeni vijana wa taifa letu la Kenya. Kwa muda mrefu hakuja kuwa na mpango maalum ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Kwa muda mrefu, the young people of our nation for a very long time have been seen and perceived as part of the problem. Yet, the young people of our nation are the biggest part of the solution for the challenges facing our nation. And that is why we have deliberately undertaken and have measures and plans to ensure that we do not just talk about youth empowerment. We do not just talk about jobs for the young people. We have deliberate, intentional mechanisms of ensuring that the young people of Kenya are employed. For a very long time, let me say this, the young people of our nation have been used as political tools, as goons, as bloggers, as supporters for politicians. We want to say the young people of our nation deserve better. And that is why I want to stand here in Bondo and tell the people of Bondo, the young people of Bondo, as I tell the young people of Kenya, this is your opportunity, the young people of Kenya. Do not accept anything less. What I am saying here is that we have 5 interventions that will give opportunities for the young people of the Republic of Kenya. Number 1, nyinyi vijana, nataka munisikize kwa makini. Vijana wa Bondo hoye! Sikizeni my friends. Mtu asikutumie kufanya fujo, ama kupiga kelele, ama sijui unamfanyia blogging, ama sijui unamfanyia kazi ya mambo ya siasa. Pia na wewe uko na watoto na uko na maisha. Ni kweli ama si kweli? Pia na wewe uko na watoto na uko na maisha. Kwa hivyo, mimi nataka niwaeleze vijana wa Kenya, muko na nafasi
awamu hii tuko na mpango wa affordable housing, kujenga masoko. Your Excellency, tunakukaribisha hapa Siaya. Nataka kukuhakikishia kwamba hapa Siaya kila mtu anakuunga mkono except one person anaitwa Orengo. Josia Winja. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Siaya, mimi nilikubaliana na ndugu yangu mkubwa Raila Amolo Odinga ya kwamba tuunganishe Kenya, tutengeneze serikali ya broad base ya kuunganisha Wakenya wote, tuondoe ukabila, tuondoe ubaguzi, tuondoe chuki, Kenya iungane iwe moja. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Nyanza, mnasema tuendelee na hiyo kazi ama tuendelee? Sasa niko na ndugu yangu mzee Mheshimiwa Daktari Oburu Okinga aka Power. Kenya iungane, twende Canaan tukipitia Singapore. Sasa mimi nataka niwaulize wangwana wa Nyanza, siasa sisi tunajua, siasa nyinyi mnaelewa. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Siaya, nyinyi kama Wakenya wengine, nyinyi mnachagua kiongozi, mnachagua kiongozi kwa sababu ya sura ama kazi? Kwa sababu mimi nataka niwaambie wale jamaa, si ndio? Wale majamaa wanajaribu kushindana na sisi. Wale jamaa ukiwasikiza, sikizeni ndugu zangu, wale mkiwasikiza ni matusi, kuitana majina, kulete mambo ya ukabila, mambo ya chuki, mambo ya ubaguzi, mambo ya migawanyiko. Mimi nataka niwaambie wale majamaa, there is no more room for the politics of insults, for the politics of name calling, for the politics of empty rhetoric, for the politics of division, for the politics of tribalism. There is no room for such politics in the Republic of Kenya. Viongozi hawapimwi kwa matusi, kwa kuitana majina, kwa kugawanya Wakenya, kwa kulete ubaguzi na ukabila. Hiyo siasa imepitwa na kazi yao ni matusi. Sijui Kasongo, sijui must go, sijui one term. Na mimi nataka niwaambie wale jamaa, they have no agenda. Mambo yao one term, Kasongo, must go, sijui nini. Musitubebe ufala. Kama you are serious about what you are doing, tell us about your agenda. Tell us about your program. Tell us about your vision. Tell us how you are going to change Kenya. That is what the people of Kenya want to know. And I want to challenge them that as I stand here, all of them, they have no track record of doing anything. They have no vision. They have no agenda. They have no program. They have no plan. And I want to tell them 2027, chuma chao kimotoni bana.